Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Awali yote namshukuru Mwenyezi Mungu kwa kuweza kunipa pumzi, lakini pia kidogo nataka tena niongee leo na madereva wenzangu niwakumbushe majambo mawili matatu. Leo nataka niguse sehemu ya ukaguzi wa maji katika big tank ambayo tunakuwa kwenye haya magari yetu tunaposafirisha hivi vimiminika. Nataka nijikite sana leo kwenye ukaguzi wa mafuta ama usimamizi wa mafuta kabla hujaanza safari baada ya kuyapakia. Kwanza kabisa mimi nikwambie dereva professional, endapo unaelekea depo umetoka safari, hakikisha unakagua gari yako haina maji, kwa sababu kuna vyanzo vingi sana vinaweza vikasababisha gari yako kuingiza maji. Moja wapo inaweza kama mvua ikasababisha gari haina maji ndani. Namba 2, sehemu ambapo tunaenda kuosha magari unaweza ukajikuta unawekewa maji bila wewe kujua. Kwa hiyo ili uhakiki kama gari yako haina maji, make sure kabla ya kuanza kupakia hakikisha unavuta valve, unajiridhisha hakuna maji ndani, ndio unaingiza gari ganti. Na baada ya kufanya hivyo, chungulia kabla ya kuanza kupakia kweli gari yangu haina maji ndani. Hatua nyingine ya muhimu zaidi, baada ya kumaliza kupakia haya mafuta ambayo umeyapakia, ukiamini umepakia mafuta, hakikisha unafanya dipping ya ukaguzi kwamba mafuta nilopakia hayana maji. Hakikisha, narudia tena ndugu zangu madereva, unapakia baada ya kupakia mafuta unapata dawa. Ile dawa ile tunapewaga ile madepo mengine yanatoa na makampuni mengine yanatoa ya transport. Sasa kama kampuni yako ya transport haijakupa, lakini pia depo kama hawajakupa, hakikisha unaomba ile dawa, unapaka dip stick yako moja, unadumbukiza katika kila apartment zile juvimba ambapo umepakia mafuta. Kagua maji. Uzuri wa kwamba ile dawa ukidumbukiza kule ndani, kama gari yako ina maji, itakuonyesha ile dawa itafutika na utajua kabisa kweli mafuta yana nini, yana maji. Kwa hiyo niwaombe sana madereva wenzangu, imetokea madhara makubwa sana. Watu wanafanya kazi kwa mazoea, tunapakia, tunajiridhisha kwamba nimepakia mafuta, tunapofika destination yetu, sehemu ya kushusha, wanafanya ukaguzi wa maji, ndio tunakuta gari na maji. Lakini baada ya kukuta gari yana maji, inaonekana dereva ndio kayaweka haya maji. Kiuhalisia kumbe wewe hujaweka maji, ila vyanzo vya maji vinapatikana katika sehemu 3 ama 4. Jambo la kwanza kama nilivyosema, mtu anaweza kukuwekea maji, mvua pia inaweza kusababisha maji kuingia kwenye hiyo big tank ya kwako, lakini pia mafuta unayopakia yanakuwa na maji. Kwa hiyo ukaguzi ni swala la muhimu endapo umemaliza kupakia. Lakini pia baada ya hapo jiridhishe mifuniko yako iko vizuri, kwamba hata mvua ikinyesha haiwezi kuingiza maji. Kwa hiyo unajikuta hii kazi ukifanya katika utaratibu tutakuwa safe ndugu zangu, au sio? Tunaendeleza darasa, tunaendeleza kukumbushana, kwa sababu hamna jambo jema kama kufanya hii kazi kiprofessional, na hakuna jambo jema kama kusimama kwenye position yako wewe. Achana na mambo ya haraka dereva, baada ya kumaliza kupakia tu nakimbilia kufunga sili nini. Achana na haya mambo ya haraka. Sawa? Fuata utaratibu, fanya kazi kiprofessional, kwa sababu sisi tumenyimwa sana elimu. Najua hii kazi ni nzuri sana, lakini tumenyimwa sana nini? Elimu na utambuzi wa tunachokifanya. Sasa ifike mahala tujaribu kujifunza, tujaribu kubadilika, na tuone namna gani tunaweza tukawa tunafuata hizi procedure ama protocol, kanuni ambazo zinahitaji katika usafirishaji wa nini, wa vimiminika. Mimi niwaombe sana madereva wenzangu, kaka zangu, wazee wangu na vijana wenzangu, tuache haraka tunapofanya hizi kazi. Sehemu ya kupakia acha haraka, sehemu ya kushusha acha haraka. Fuata protocol kama ulivyofuata mwanzo. Ukipima maji utapima temperature, utapima density, utajua factor ikoje na mambo mengine. Kwa hiyo darasa litaendelea taratibu kadri ya Mwenyezi Mungu atakao anatujalia. Hii yote hii ni kwa ajili ya kufanya kazi kitaalamu, sio kufanya kazi ili mradi tunafanya kazi afu mwisho wa siku unajikuta tunaingia madeni, tunapigwa, tunawekwa ndani. Tunaonekana sisi ni wahuni, tunaonekana sisi labda hatujitambui. So make sure tunafuata procedure, respect.